Mwanamke tajiri alimlipa mwanamke mwingine dola milioni 3 iliyeharibu uhusiano kati ya mwanawe na mpenzi wake. Baada ya kukubali kazi hiyo, mwanamke huyo akaandaa mpango. Alikusanya kundi la waigizaji na kusubiri barabarani ambapo mwanaume angepita. Alipoona gari la mwanaume likija, alikimbia kuelekea barabarani akijifanya kama anafukuzwa na wahuni. Gari iliposimama ghafla, ilibidi ajifanye kama amegongwa. Muda mfupi baadaye, mwanaume mmoja akashuka kwenye gari, akawafukuza wale waigizaji waliokuwa wanajifanya wahuni, kisha akamnyoshia mkono kumsaidia. Mwanamke alidhani huyo ndiye mwana wa yule mwanamke tajiri, akafikiria lazima awe handsome sana. Lakini alipomwona vizuri, aligundua alikuwa dereva tu na sura yake haikuwa kama alivyotarajia. Wakati huo mwana halisi wa mwanamke tajiri akafika. Alishangaa sana kwa sababu tangu zamani aliweza kuona dunia kwa rangi nyeusi na nyeupe tu, lakini mwanamke huyu alionekana kwa rangi kamili machoni wake. Mara moja akamvisha koti lake, kisha akamchukua mikononi na kumpeleka nyumbani kwake. Hapo ndipo mwanamke aligundua kuwa amemchanganya mtu, lakini bado akaendelea na mpango wake. Alipoingia chumbani alijifanya amepoteza fahamu, kisha baada ya kuwa peke yake akapiga simu kwa yule mwanamke tajiri na kumwambia kwamba tayari ameingia kwenye nyumba ya mwanawe. Baadaye mwanamke aligundua kuwa mwili wake ulikuwa mchafu na alijua kwamba mwana wa mwanamke tajiri alikuwa mtu anayependa sana usafi na mpangilio. Hivyo akaenda kuoga. Baada ya kuoga, alivaa shati la mwanaume huyo makusudi, akijiandaa kumshawishi. Lakini hakujua kwamba mwanaume tayari alimwambia msaidizi wake amchunguze. Msaidizi alipomwambia kuwa mwanamke huyo ametumwa na mama yake, mwanaume hakukasirika. Badala yake alionekana kufurahia hali hiyo. Kwa kweli alikuwa amemuona mwanamke huyo tangu zamani walipokuwa shule ya sekondari. Siku hiyo ndiyo mara ya kwanza alionekana kuona rangi katika dunia yake ya nyeusi na nyeupe. Tabasamu la furaha la mwanamke huyo lilimfanya ampende mara ya kwanza, lakini kwa sababu mwanamke alikuwa msichana maarufu zaidi shuleni, hakuwahi kuwa na ujasiri wa kumkiri mapenzi yake. Sasa mwanamke huyo amerudi tena kwenye maisha yake, hivyo akaamua kumweka karibu naye. Wakati huo mwanamke aliyekuwa lalala akapokea simu kutoka kwa mwanamke tajiri. Aliposikia kwamba mwanamke huyo anakuja pamoja na mpenzi wa mwanaume, mara moja akainuka na kwenda kumtafuta mwanaume huyo. Alipomkuta akamkumbatia na kumbusu ghafla. Muda mfupi baadaye wawili hao walikuwa wanabusu kwa karibu sebuleni. Si muda mrefu baadaye mpenzi wa mwanaume na mama yake wakafika kwenye vila. Walipowaona wawili hao, mpenzi wa mwanaume akauliza kwa hasira, "Unafanya nini hapa?"